Yes, dakika 90 za mchezo wa Kariakoo Derby baina ya Simba dhidi ya Yanga umeweza kumalizika kwa kushuhudia Simba Sports Club ikipoteza mbele ya Young Africans kwa bao 1-0. Bao la Albert Kangwanda dakika 31 kipindi cha kwanza ndio imeifanya Young Africans kuweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0 na kubeba ndoo ya ngao ya jamii ya ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu mpya wa 26-27. Karibu sana hapa Mtafya TV, tuweza kukuletea uchambuzi ndani ya dakika 90 jinsi gani mchezo ulivyokuwa kiufundi, lakini pia na namna gani ambavyo timu zote mbili zimeweza kupambana ndani ya kiwanja, mbinu za makocha, lakini uwezo wa mchezaji mmoja mmoja mpaka umepelekea matokeo haya kuwa ya 1-0, Young Africans kuweza kuibuka na ushindi huu. Karibu. Yes, mchezo umekuwa ni bora sana kwa timu zote mbili, hususan kuanzia kipindi cha kwanza. Timu zote mbili zimeweza kugawana vipindi na ambayo unaweza nikasema hivyo. Ukiangalia kwa upande wa Simba Sports Club namna gani ambavyo walivyoweza waliingia kwa mfumo wa 4-3-3 ambapo walikuwa wakijaribu kuweza kutumia mawinga mtu kama Anicet Oura pamoja na Libase Gay. Ni wachezaji ambao wameweza kutumika kwa kiasi kikubwa kwamba ambao kupeleka mashambulizi kwenye lango la Yanga. Ukiangalia dakika 20 za kwanza, Simba wameweza kutengeneza nafasi nyingi sana ambazo ilikuwa sio nafasi za on target, nafasi nyingi zilikuwa za off target, lakini uimara wa mabeki wa klabu ya soka ya Yanga walionyesha kwamba kuna kitu gani hasa ambacho wao walikishtuka mapema kwamba Simba kiingia kunapo kipindi cha kwanza zile dakika 20 ama 15 za kwanza atakuja kwa spidi zaidi kutaka kupata bao la mapema, lakini uimara wa safu ya ulinzi ya Young Africans waliweza kuwazuia Simba mpaka dakika 30 zote Simba alishindwa kufurukuta kuweza kupata bao. Lakini baada ya Simba kuonekana kwamba kihangaika kuweza kupata bao kwa sababu alikuwa anajaribu kupitisha mpira kwenye maeneo mbalimbali, amejaribu kutumia mawing back wale wake mtu kama Libase, kwa kijaribu kumtumia mtu kama Anicet Oura, kutumia mawing full back wake Dickson Kibabage pamoja na David Kameta. Ni wachezaji ambao ukiangalia safu ya kiungo ya Young Africans, lakini pia ukiangalia safu ya ulinzi ya Yanga imekuwa ni bora sana kwa zile dakika 20 kwa sababu kocha wa Yanga aliweza kuwasoma Simba kwamba wanakuja kwa pressure zaidi. Alichowaelekeza wachezaji wake ni kwamba nyie msio mna pressure, cha msingi ni kuweza kuziba njia, kutokuruhusu wale mawinga wake wawili Libase pamoja na Anicet Oura wasiwe free sana kuweza kuingia ndani ya uwanja ili kusababisha kwamba wale mafurubeki waweze kupanda juu, waweze kuleta mashambulizi ya hatari. Ukiangalia mtu kama Boka, ukimwangalia mtu kama Yao, ni wachezaji ambao waliweza kuadhibiti kwa kiasi kikubwa wale mawinga wa Simba ili wasiweze kuleta madhara. Lakini mara baada ya zile dakika 20 kuweza kumalizika, unaona kabisa kwamba tempo ya Simba ilizidi kushuka chini, wakaanza kucheza kawaida ya kwamba wao wanavizia ile mipira ambayo inadondoka katikati ya uwanja, ambapo wana wachezaji wazuri sana mtu kama Yusuf Kagoma ambaye alikuwa ni kiungo mkabaji, lakini pamoja na Ibrahim Jabal ni wachezaji ambao walionekana kabisa ni kwamba kuna kitu wanaweza kukitengeneza ama partnership nzuri. Ukimwangalia mtu kama Jabal amecheza vizuri sana, pasi zake zilikuwa hazipotei, lakini pia Yusuf Kagoma licha kuwa watu wengi wameweza kumdoubt ni kwamba mchezaji ambaye hakuonekana kwenye kile kiwango bora sana ambacho watu wengi wameweza kukizoea. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo Simba waliweza kudrop kwa namna moja ama nyingine, ndio pale sasa Yanga na wenyewe wakarejea mchezoni, na sasa ukaona sasa wameanza kutengeneza nafasi, lakini pia wakaanza kuumiliki mpira kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia kocha wa Yanga the way ambavyo aliingia na mfumo wa 4-4-2, Maxim pia Zengeli mtu kama Duke Abuya pamoja na Mudathir Yahya kwa zile dakika za mwanzoni kabisa hawakuonekana kwamba ni wachezaji wenye madhara, kwa sababu walitambua kwamba Simba ataingia kwa pressure kubwa ya kutaka kupata goli la mapema. Kwa hiyo walikuwa wanatumia nguvu kubwa sana kuweza kuwasaidia mafurubeki pamoja na mabeki wao kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba mpira ambao inakuja nyuma kwa kiasi kikubwa wanaziba njia, wanaziba mianya. Ndio maana hata unamuona mtu kama Chama hajaonekana kabisa kwenye mchezo wa hii leo. Lakini Yanga baada sasa ya kuona kwamba Simba wameshuka, wameanza kucheza mpira wa kawaida, ndio Yanga pale sasa wakaanza kupeleka mashambulizi ya kushtukiza, lakini mashambulizi ya kasi sana. Ni kwamba ndani ya dakika 5 wanajaribu kupeleka mashambulizi zaidi ya 3 ili kuhakikisha kwamba Simba wanakosa utulivu kwenye maeneo yote. Kimwangalia mtu kama Albert Kangwanda ni mchezaji pekee ambaye wamemtumia kwa kiasi ameonekana ni mchezaji ambaye ni hatari zaidi, na ndio mchezaji pekee ambaye ameweza kufunga bao pekee ambalo limeweza kuwapa Yanga ushindi. Kwa hiyo ile winga ambayo alikuwa akicheza Albert ameitumia vizuri
vizuri sana akisaidiwa na Shadrack Kiboka ambaye alikuwa yuko kwenye kiwango bora sana. Kimwangalia mtu kama Yao Kwasi ambaye naye pia amekuwa ni bora sana kwenye kupandisha mashambulizi, lakini pia kwenye eneo la ulinzi ameonekana yuko vizuri sana kwa sababu baada ya kocha. Kwa hiyo Yao Kwasi amekuwa ni bora sana kwenye mchezo wa hii leo kwa sababu ameonekana ni mchezaji ambaye alikuwa akipeleka mashambulizi ya kutosha, lakini pia kwenye safu ya ulinzi amekuwa ni bora sana. Ni mchezaji ambaye mwenye pumzi ya kutosha, lakini pia kwa Shadrack Kiboka pia at the same time kocha wa Yanga ameweza kuwatumia mafullback kwa namna ama nyingine, kwamba kusema wanaweza kujilipua kwenda kushambulia, lakini pia kwenye kuzuia wameonekana wako bora sana. Kitu pekee ambacho Young Africans wameweza kuwawini Simba kwa kiasi kikubwa ni kuhakikisha kwamba zile silaha zao ambazo Simba wanaweza kuzitumia, ikimaanisha kwamba Libase Gay pamoja na Anicet Oura kwamba wasitembee ama wasifanye movement zozote zile ambazo zinaweza zikawa hatarishi ama zinaweza zikaleta madhara kwa kiasi kikubwa. Ndio maana ukiangalia midfielders za Young Africans, Duke Abuya, Maxi Zengeli pamoja na Mudathir Yahya, licha ya kuwa kwamba walikuwa hawashambulii, walikuwa kwa kiasi kikubwa wanafanya marking kwa wale wachezaji, lakini pia kuhakikisha kwamba fullback wao wawili hawawezi kupanda kwa kiasi kikubwa, kwa sababu fullback wakipanda wanaongeza idadi kubwa ya wachezaji kwenye eneo la ushambuliaji, ambapo unakuwa una mawinga wawili, ambapo unakuwa na Libase, unakuwa na Anicet Oura, lakini unakuwa na mafullback wengine ambao wanaongezeka katika kushambulia lango la Young Africans. Kwa hiyo so far Yanga wameweza ku maintain hiyo kitu, wameweza kuwawini Simba kwa kiasi kikubwa. Ndio maana unaona kwamba kwa namna gani, kwa the way ambavyo Simba wameweza kucheza, wamekuja kupata shot on target moja ambapo imepatikana na dakika 88. Kwa dakika zote ambazo zilikuwepo walikuwa wameshindwa kupiga shot on target kwa sababu ukiangalia kikosi cha Yanga, the way ambavyo wachezaji waliweza kuisoma mbinu za Steven Becker, unaona kabisa ni kwamba katika kila idara Young Africans waliweza kuitawala Simba, na ndio maana Simba kashindwa kufurukuta kuweza kupata ushindi ama kuweza kusawazisha lile bao ambalo Young Africans waliweza kulipata. So far Young Africans kombe la ngao ya jamii linakuwa la 10 toka wameanza kucheza, lakini pia ni ufunguzi wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2026 2027.